Shalom shujaa wa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema, Mungu mzuri. Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Anafurahia kuona kufanikiwa kwako. Anafurahia kuona kustawi kwako. Na ndio maana kila siku anatufundisha neno lake ili tupate kujua ni nini ulio wajibu wetu, na kupitia kujua huko tuweze kumruhusu yeye kutekeleza mipango yake mizuri juu ya maisha yetu. Neno lake linasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Hapa tunaona neno la Mungu linafananishwa na taa. Sasa kitu kimoja ambacho nimejifunza katika maisha yangu ni kwamba ni vigumu kuona umuhimu wa taa muda wa mchana, kwa sababu tayari kuna nuru kubwa ambayo inapatikana kutokana na jua. Lakini muda wa usiku, kipindi hakuna mwangaza mkubwa wa jua, umuhimu wa taa huwa unaonekana. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba neno la Mungu ni kama taa. Kuna wakati katika maisha yetu tunakutana na changamoto mbalimbali, nyakati ambazo magonjwa au uchumi au jambo moja au lingine linakuwa haliendi sawa. Na wakati huo katika maisha tunaweza tukafananisha na kipindi cha giza. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba kipindi tunapokutana na hizo changamoto, ni neno la Bwana ndio linakuwa taa kwetu sisi. Ndio maana Mungu anatusisitiza tena na tena na tena kwa tusome neno lake na tulitafakari. Kwa sababu jinsi tunavyozidi kusoma neno na kulitafakari, ndivyo tunavyozidi kujijaza na nuru na taa ya kutuongoza katika giza la maisha, ili tufanye maamuzi yaliyokuwa sahihi. Kumbuka, neno la Mungu ni taa ambayo inakuongoza katika giza la maisha. Kuna changamoto mbalimbali ambazo haujui namna gani ya kufanya maamuzi. Neno la Mungu linatoa hekima kuhusu namna gani ya kufanya maamuzi katika hizo changamoto. Kuna mambo mbalimbali ambayo unakabiliana nayo, ambayo kwa namna moja au nyingine ukiangalia huoni majibu yake, huoni utatuzi, huoni namna ambao unaweza kupata matokeo unayoyataka katika mazingira hayo. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kukupa mwelekeo. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kukupa mwongozo. Ni nini cha kufanya, maamuzi gani ya kuchukua katika kila changamoto, ili uweze kuishi maisha ya ushindi. Neno la Mungu ni taa ya kuongoza njia zako. Siku ya leo nataka nikuhimize katika jambo hili. Fahamu ya kuwa Mungu anakuwazia mawazo mazuri. Mungu anapenda kukuona wewe ukiwa unastawi. Mungu ninayemwamini anapenda kukuona wewe ukiwa na afya. Anafurahia kukuona wewe pia ukiwa na furaha. Lakini ili yeye aweze kutekeleza mpango wako mzuri, wewe una sehemu yako, wewe una wajibu wako. Na wajibu wako ambao neno la Mungu linatukumbusha siku ya leo ni kwamba ni lazima usome neno la Mungu kila siku. Katika kusoma hilo neno unajiwekea taa, unajiwekea nuru, ili kipindi cha giza kitakapokuja uwe na mwangaza wa kutosha wa kuweza kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Nadhani katika ulimwengu wa kawaida unaweza kufananisha jambo hili hata labda na michezo. Tunafahamu siku hizi kuna michezo inachezwa hata usiku. Mpira wa miguu unachezwa hata usiku. Kwa kawaida tungesema uchezwe mchana palipokuwa na mwanga mzuri, nuru, jua linaangaza. Lakini kwa sababu kunakuwa na taa kubwa katika viwanja mbalimbali, hata muda wa usiku bado watu wanapata nuru ya kutosha kuweza kucheza na kuweza kupata burudani ambao wamekusudia. Ni muhimu kuelewa ya kwamba kuna nyakati za giza ambazo kila mtu anapitia maishani mwake, na ni neno la Mungu tu linatoa mwangaza wa kukupa uelewa ni nini cha kusimamia katika nyakati hizo. Kwa hiyo kuanzia leo kusudia kusoma neno la Mungu. Weka dhamira ya kukua katika Mungu. Soma neno la Mungu kila siku na kulitafakari, ili nuru ya Mungu iangaze katika maisha yako. Kama umebarikiwa na somo hili, nataka tumalize kwa maombi ya pamoja ya ukiri. Tafadhali sema nyuma yangu. Asante Baba yangu wa mbinguni kwa mafunuo ya neno lako. Leo nimetambua kuwa neno lako ndio taa iniongozayo katika giza la maisha, ili kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na mimi ninaahidi kulifanyia kazi kwa bidii neno lako, ili nitoe matokeo mazuri. Amen.